Mheshimiwa Stanley Mafanya, diwani wa kata ya Manyoni mjini, alipata mwaliko katika kanisa la Moravian siku ya vijana. Alienda kutoa shukrani zake kutoka kuchaguliwa kwake, akatoa mafanikio aliyoanza kuyafanya na akatoa malengo atakaweza kuyafanya katika wilaya hii ya Manyoni. Pia alitoa harambee katika ujenzi wa msingi wa jengo la frame za maduka katika kanisa hilo. Alikuwa na haya ya kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Nimetekewa. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Baba mchungaji, kwa heshima kabisa mbele za Mungu na mbele yako, nimshukuru Mungu sana kwa neema na wema wake. Leo imempendeza yeye kuwa kwenye ibada nzuri. Ndio maana waimbaji wamesema nimeuona mkono. Amen. Nimebarikiwa sana kwa ibada hii. Nimeona ni mkono wa Bwana kwa sababu amependa leo niwe kwenye ibada hii. Amen. Na mimi kama diwani wenu nimefaidika sana na nimebarikiwa sana. Amen. Kipekee naomba nimshukuru Mungu sana. Maana yake unajua bila uhai usingekuwepo hapa. Lakini mshukuru Mungu sana kwa kuwa yeye amependa kulitengeneza kanisa lake. Kanisa hili wakati nimeingia mara ya kwanza kusali halikuwa kama lilivyo. Ndio maana kwa kufanya hivi tutabarikiwa sana na Mungu wetu. Amen. Lakini kama alivyosema baba mchungaji, nilikuja hapa zaidi ya mara moja mbili tatu. Sikujua haya yaliyopo kama yangekuwepo. Mungu ameleta neema ya kuwa kwenye uchaguzi na hatimaye nikashinda kwa kishindo. Kwa neema ya Mungu nikawa diwani wa kata ya Manyoni mjini. Ambacho kimenishangaza, siku zote sherehe zilizoanza na mimi, japo niliwaita wachungaji kwanza, tulikwenda sehemu tukakaa nao wakaniombea, lakini sherehe hizo nyingi ni za vijana. Amen. Huyu baba ambaye anapiga picha mbele yangu, baada ya kuwa tumeanza tamasha la Pasaka na Eid al-Fitr wakati tumefunga, waliniomba vijana kwa sababu bwana, sisi tuna sherehe ya vijana, tungeweza kuomba mheshimiwa diwani ukadhamini pambano hilo la mechi. Na Mungu akajalia tukapata timu 12 mpaka goli hivi. Halafu mdhamini wa timu zile nikawa mimi diwani wenu wa kata ya Manyoni mjini. Na vijana walichuana, wakacheza vizuri, hatimaye tukapata mshindi. Na mshindi wa kwanza kwa neema ya Mungu alipata ng'ombe. Amen. Lakini mshindi wa pili akapata mbuzi 2. Amen. Mshindi wa tatu akapata mbuzi 1. Lazima tumshukuru Mungu sana. Lakini baba mchungaji ameniita siku moja. Acha kwanza hiyo habari ya kompyuta na watu. Tulikuwa tuna sherehe ya vijana tena kwenye kanisa hili la Moravian, nikiwa kama mgeni rasmi. Tukasaidiana na ninyi wazazi wa kanisa hili na wenye mapenzi mema wote, tukafanikisha kupata spika ya watoto. Nakumbuka kabisa. Lakini niseme nini? Kwanza kabisa naomba niwashukuru sana kanisa, kama nilivyosema kwa baba mchungaji, kwa maombi yenu. Kupata udiwani sio kwa nguvu zangu, labda kwa sababu nafanya biashara au kwa vyovyote vile, ni kwa neema ya Mungu. Nanyi mkaona ni bora tumpe mwenzetu, na kwa sababu tayari nilikuwa mnyenyekevu mbele ya Mungu na nimeomba nanyi, basi Mungu akajibu maombi yenu. Hatimaye aliyesimama mbele yenu ni diwani wenu na sio tunastaki. Na hata hivyo niseme tu kwa sababu ya kumshukuru Mungu, Rais wetu Samia ameanzisha wizara kabisa ya vijana. Maana yake ni nini? Wakati tunaanza kuingia kwenye udiwani, mimi kama diwani wenu nilianza kulia na mazingira ya shule za Manyoni. Kwanza kabisa tuna shule ya msingi Majengo. Nafikiri mliiona ambao mlikuwa tunakwenda, ilikuwa inakatisha tamaa, si ndio
lakini mama yetu, rais wetu mpendwa kabisa, Rais Samia kupitia serikali yake akatupa kutengeneza ile shule milioni 193.8. Wakati umefika kuiona shule ya Majengo angalau kwa kupita kwenda mnadani. Ile madarasa mapya vile vyo, lakini na ukarabati utumike. Maana yake tena inaleta kwenye sherehe yetu. Lakini baba mchungaji, hawa vijana kama walivyokuwa amesema msemaji kwamba wanaanza na miaka 18 kasema 40 mpaka 45. Lakini nafikiri vijana tusiwapeleke 45. Vijana wanatakiwa waanze 18 wasogea darasa 36 hivi. Sio vijana jamani Makofi mengi sana kwa sheria ya vijana Mama yetu Samia kwa kujua kwamba tuna taifa la kesho na tunataka tukae kama tulivyo hivi. Ndio kanisa sasa hivi. Jamani, maana nimesema nimeona mkono wa Bwana. Narudia sana hiyo sentensi kwa sababu hatukutegemea kwamba tutafikia hapa. Ni kwa mkono wa Bwana umetufikisha, tuko salama. Tunasali kanisa zuri, mchungaji wetu amekaa kwenye koki vizuri na anaenda kutumikia Mungu. Baba niseme ananipenda sana. Amekuwa ni baraka nyingi sana kwangu. Tunakutana naye maeneo mengi, hajawahi kuniacha akaniangusha. Kila unapopita naye anakupa ushauri. Mafanya umekuwa diwani, angalia moja pita. Lakini tukapewa shilingi milioni 67 na laki kadhaa shule ya leo. Sasa hao ndio vijana tena tunaenda. Maana mpaka sasa hivi wa sekondari hawajafikisha miaka 38. Si ndio? Ndio hiyo vijana Baba mchungaji umeniambia tunapokwenda kutakuwa na vijana B mwezi wa 5 mshukuru. Na hiyo ingezekana shule kama na kwa basi baba nini. Mama huyu hakuishia hapo. Rais wetu Samia Suluhu Hassan akatupa tena shilingi milioni 247 kwa ajili ya shule ya wapi? Ya Mbembeni. Najua sisi ni wa Manyoni, si ndio Najua mmepita mmeangalia, si ndio Shule inapendeza, si ndio Sasa watoto wetu vijana kama alivyosema mhubiri wetu, tuwaase vijana wetu kwa namna ambavyo serikali imejitahidi kuweka mazingira wezeshi ya kusoma. Na kwa ibada hii ambayo tunaombea form 6. Juzi kwa neema nilialikwa mimi kwenda shule ya Soria pale. Nikiwa kama diwani, lakini na binti yangu ndio maana nilitoka hapa. Na binti yangu mtoto wetu wa kaka tunachazi nafanya, yeye ana graduate form 6. Nilikwenda pale. Nikaona vipawa. Lakini ukiangalia ile shule ya Soria, ukiingia ndani ya ukumbi ule baba mchungaji, unaanza kuhisi kama vile huko Manyoni, huko sehemu nyingine. Amen. Kwa serikali yetu ya mama yetu Samia, hebu naomba tuwapongeze kwa makofi mengi sana. Amewafunza watoto wa kike kwa kiwango kikubwa sana. Na ile shule ina mlezi mama yetu alikuwa katibu tawala, nafikiri mwalimu unafahamu, katibu tawala mkoa wa Singida aliyestaafu. Kwa neema ya Mungu ndio mwenyekiti wa bodi ya shule ile pale. Sasa wakati mahafali yale, yule mama alifanya vitu vya ajabu sana. Tukapenda. Kwanza kabisa ametamani kuanzisha kiwanda cha taulo. Nafikiri nishia hapo kwa sababu tunaheshimiana huko ndani, taulo za wamama, si ndio Lakini pia akanunua TV kubwa, gari 75 ambayo tuliona, ikawekwa pale kwamba itatumika kwenye ukumbi. Tukasema Mungu asante. Sasa kwa sababu kama alivyosema baba, muda umekwenda, nisiwe na maneno mengi sana. Lakini ikitosha hapa Manyoni, wenzetu wa Mbembeni kule juu wanaita Morofani. Wao waliona watoto wanapata tabu. Kutoka kule kuruka shule mpaka kwenye shule ya Mbembeni huku au kwenda shule ya Majengo ilikuwa ni mbali sana. Wazazi wanaokaa huko wangapi wanyoshe mkono wanaokaa Morofani juu? Wako hapa? Yes. Wazazi naomba mjipongeze sana kwa makofi mengi sana. Wakaanzisha shule lakini kupitia fedha zetu za ndani za halmashauri. Kwanza tukawasapoti milioni 45. Madarasa yale yamejengwa, nimefika pale nimeona tayari madarasa mawili yamekamilika na bado tunaendelea. Si ndio Lakini hata hivyo serikali tena ya mapato ya ndani ambayo tunaisimamia sisi
madiwani tukaongeza tena juzi milioni 50 kwa ajili ya kuendeleza ile shule ili kupunguza msongamano wa watoto. Yote hii inaashiria kwa sababu tunawajali, serikali yetu inawajali watoto wetu, ambao kama kanisa linawajali, basi serikali inawajali pia. Hao grade vijana ambao tunawaita vijana A. Mungu awabariki sana. Lakini isitoshe, juzi hapa katika harakati hizo tukawa tumepata kitu kimoja kizuri. Unajua, baada ya kuchaguliwa baba mchungaji kuingia kwenye udiwani, cha kwanza kabisa wakati wanaunda kamati, nikapewa kamati ya fedha na mipango. Sasa haya yote ni maombi yenu, lakini nikapata safari, nikaamua tutembelee. Maana Manyoni ukiangalia, tukikaa tunasema sisi hatuna fedha, sisi maskini, lakini kumbe si kweli. Juzi nikapata nafasi ya kutembelea machimbo ya London, wiki mbili zilizopita hivi. Nilichokikuta kule, nikaangalia na hali halisi ya Manyoni, nikaona kumbe Manyoni inayokuja itakuwa Manyoni tajiri sana. Amen. Wale wanaotengeneza, kuna watu wengine walimu ambao wanaona, nikitupa macho naona walimu ambao nimewazoea. Kuna yale makarasha ya kusaga dhahabu, si ndio? Nimekuta vijibanda vingi ambavyo vina ukubwa hata kanisa letu dogo, viko zaidi ya 81 London. Sasa kilio chao kikawaje? Kwanza tunashukuru kwenda na mwenyekiti wa halmashauri, lakini tukawa tumeshawishi kamati ya uongozi wa halmashauri chini ya afisa mipango wa halmashauri, naye twende naye kule. Wale watu wakasema wanaomba kufungua soko la dhahabu Manyoni. Sasa kwa sababu ni kazi ambayo nimepewa kama diwani wenu, mipango na fedha, nimeliwakilisha kwa mkuu wa wilaya, tukaliwakilisha kwa mkurugenzi mimi mwenyewe, lakini bahati nzuri tukawa tumepata nyumba ambayo tutafungua hilo soko la dhahabu. Maana yake nini? Tulichelewa sana. Haiwezekani Manyoni na machimbo karibu maeneo mangapi? Tuna watatu. Tuna Mafurungu, lakini kulikuwa kuna Iruma hapa na sasa unafikiri na Isfahamu bado yanatoka toka. Lakini huku magharibi ambapo tunaweza kwa Itingi pia tuna machimbo kule. Lakini haya London yako wilaya Manyoni hapo. Cha ajabu, soko la dhahabu Manyoni. Kwa hiyo naomba mniendelee kuniombea. Na mipango mikakati mikali sana ya kufanya Manyoni ikae kama jimbo la Manyoni. Na kwa sababu Manyoni ni sehemu ambayo iko katikati mwa Tanzania, haitakiwi iwe katika hali kama hizi. Ndio maana nimesema nashukuru sana kuweka kanisa au nyumba ya Mungu katika hali nzuri ambayo hata mtu akija asema nilisali Morovia ni Manyoni. Hapo sasa tunapopitia kwa Manyoni tunampenda Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu akipenda, kwa neema zake, muda si mrefu soko la dhahabu litafunguliwa. Sasa bajeti tumeshaipitisha na tayari unazungumza hivi, kuna barabara ya Mwanzi, wale wanaokaa Mwanzi, kuna kilami kikubwa kinatoka hapo kwa mkuu wa wilaya kwenda kuunganisha mpaka high school yetu ya Manyoni, si ndio? Na kifusi kilileta kero kwa kweli. Nilipigiwa simu kama diwani wenu, lakini tukaomba tuvumiliane kidogo. Kazi zote zina maendeleo, zinataka mchakato. Kwa sasa tunamshukuru Mungu, mmeona waliopita njia ile, kandarasi yuko site na tayari wameshachanganya simenti layer ya kwanza, wanasubiri layer ya pili ambayo sasa wataenda kumwaga ile jambo la kwanza. Kwa hiyo tunashukuru maendeleo sasa tunaanza kuyaona. Lakini hawa ambao wako kwenye ile layer ya kanisa letu la Morovia, toka kwa Isamadeni na kushuka chini huko, bajeti yenu imeshapita. Wakati wote tutaona mkandarasi akitengeneza hizo barabara. Amina. Lakini Manyoni pia tumepewa bilioni 1 kwa ajili ya stendi ya hapo chini na michoro. Na kama diwani wenu tutasimamia stendi iwe katika kiwango cha stendi ya wilaya ya Manyoni. Lakini kupitia mbunge wetu mpendwa kabisa Mheshimiwa Chaya, tulifanya kuongea naye kwamba Manyoni ile soko letu sasa limeshachoka.
na linatakiwa iwe lifanyiwe ukarabati mkubwa ili liweze kuenda kuhudumia kisasa. Lakini tukasema sababu tuna eneo la mnadani hapa, kwa nini tusitengeneze soko jipya ambalo lifahamu na Machinga Complex? Kwa sababu hapa mwenyewe nienda kufunguka kama nilivyosema, kuna barabara ya lami ambayo itajengwa sasa kwenda njia ya Chikolo, lakini Manyoni bado tunasema ni center ya Tanzania. Kwa hiyo tukaomba soko ambalo litafanana na Machinga, na tayari tunapozungumza hivi michakato inaendelea, na kwa uwezo wa Mungu sababu tumepata naibu waziri wa mipango na uwekezaji Manyoni, Mheshimiwa Chai, na yeye atasimamia swala kwa dhati, na na imani lile soko kabla tujamaliza miaka yetu mitano itaanza kujengwa na leo litakamilika. Tukaje na maneno mengi na mipango kazi yetu ni mingi. Basi niwe lakini kwa lengo gani? Kwanza tumombe Mungu asaidie serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kutuhudumia na iwe na amani. Lakini tuiombee wilaya yetu na makanisa yetu haya yanayomwabudu Mungu yaweze kukaa katika mkao wa kumwabudu Mungu na kubarikiwa sana. Unatamani useme sana, itoshe kusema tunamshukuru Mungu sana kwa wema wake. Namshukuru Mungu sana na yeye kanisa kunipa nafasi. Lakini asante baba mchungaji kwa ibada hii ambayo kwa kweli nimebarikiwa sana. Na wiki hii tunayoanza tumeshaombewa tayari. Itakuwa wiki ya matumaini na baraka. Unajua ni wakati mimi siku zote huwa naofia Mungu sana ndani yangu. Naweza msinielewe sana, lakini huwa naona unapokuwa nyumbani mwa Bwana unakuwa salama sana. Hebu unatamani hata kama ingetokea sasa kwenye ibada hii unajikuta sasa umefumba macho tu, sasa umeshalala, umeshaondoka, unasema tani umeenda wapi? Mungu awabariki sana kanisa. Mungu awabariki sana mchungaji. Asanteni sana wahubiri wa leo. Nimependa maombi yenu. Asante sana baba. Sio na maneno mengi sana. Itoshe kusema na washukuru sana. Na Mungu alibariki kanisa lake la Moravian ambalo mimi sasa ndio diwani wake wa kanisa hili. Tunashirikiana kwa kila hali. Asante sana. Kwa kweli alichosema hakuna kupinga, si ndio? Mambo aliyofanya kanisa letu toka alipoanza mpaka leo anasimama na sadaka ametuanzishia shukrani kwa ajili ya sikukuu ya vijana. Mimi nakuombea, alafu kanisa kitakushukuru. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninasogea madhabahuni pako nikimleta mtumishi wako Stan, ni diwani wa kata ya Manyoni mjini. Ameshiriki ibada takatifu ya leo. Hakika Bwana ameshuhudia kwenye kanisa hili na madhabahu hii ya kwamba mambo mengi ametendewa na madhabahu hii. Hata leo Yesu ametoa sadaka yake ya kwanza kwa ajili ya sikukuu hii, nami ninamweka mikononi mwako kwa maneno yake aliyosema na utumishi wake wa udiwani. Kwanza ni lazima tukutangulize wewe Yesu, mtangulie katika nafasi aliyonayo. Yeye peke yake hawezi, ila ukiwa na wewe Yesu kiambatana naye utaendelea kumpa nguvu ile ile ya toka zamani. Zaidi ya yote, kwa sababu umemwita kwa jina lako naye ameitia kufanya kazi katikati ya kata ya Manyoni, ninaomba Yesu hofu yako ikawe mbele yake kila wakati. Asije akatembea peke yake, maana kitembea peke yake ataweza kujiinua kwamba mimi. Kumbe Yesu ukiwa naye, Yesu ukiwa na sisi watoto wako, hakika tunanyenyekea chini ya mkono wako. Tusaidie Mungu, msaidie diwani huyu, endelea kumpa moyo huu, mpe afya njema, mbariki mke wake na familia yake yote kwa ujumla, na miradi yake anayoifanya ikalete utukufu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mimi nikushukuru sana kwa maneno mazuri. Na ni kweli tunapoendelea kujenga Manyoni tunapata picha ya Manyoni wilaya
ambayo kwanza kabisa iko katikati mwa Tanzania yetu. Tunajivunia hilo sana. Kwa maendeleo ya kanisa lazima tuwekeze kwenye miradi. Tukitegemea tu kwamba kuna visadaka, sometime miradi inapokuwa mikubwa kama hata ile kanisa tukuja kusema sasa linabaki kanisa tulianzia. Kwa sababu kiwanja najua baba amejiwekeza kiwanja kikubwa, tunaanzisha kanisa kubwa jipya ambalo kwa sababu tunazidi kuwa na watoto na kama hivi tunaona watoto wanatuhubiri vizuri, wakija kwa wingi ndio maana itakuwa itoshi. Tunajenga kanisa lingine. Kwa hiyo asanteni sana kwa maendeleo hayo ya kujenga Manyoni, lakini tujengea kanisa letu heshima. Maana lazima watu wajue kwamba hawa wanamwabudu Mungu wao ambaye anawajali na kuwatunza. Alisema binti yangu pale, unaweza ukasema mimi namwabudu Mungu, haya tuonyeshe umefaidika nini kwanza kwenye maisha yako, lakini kuanzia tunapokwenda mbinguni tunafanya. Mungu akubariki sana baba. Asante kwa maneno yako mazuri. Lakini Mungu alibariki kanisa. Mimi katika hilo nataka tu niahidi. Sijasema sana. Nataka ninapokuja mwezi wa 5 sasa kwenye vijana B, hilo jengo kwa uwezo wa Mungu limeshafika sehemu ambayo tunaweza tukasema tunapiga picha na hapa nataka nikalipige picha. Kama natoa simenti na mchanga au kesho mchanga. Sababu nimeshukuru Mungu nimekuwa na jimbo kubwa la Manyoni. Na ndio maana nimesema kama ni kutembelea makanisa kila sehemu. Hili nilikuwa nimepanga lakini mwepata dogo nimepanga kuja kwenu. Lakini sasa kwa sababu ya sherehe hii nimekuja haraka ili nisherehekee na watoto. Lakini nilipanga kimkakati kabisa kuja na nimepanga nikija kama diwani nitafanya nini kama diwani. Amina. Ili kuweka picha ya watumishi wetu kwa Mungu kwamba tunamtumikia Mungu na tunafurahia Mungu kwa haya, lakini tumtumikie kwanza. Kumtumikia Mungu kuna faida. Amen. Kwa Kristo kumtumikia Mungu kuna faida kubwa. Kwa hiyo tukijaliwa kesho na imani kwa sababu wiki ya kesho imeshaombewa. Ndio. Jumatatu ya kesho utaona tizi ya mchana. Ndio kujenga. Na waza na simenti kwa sababu sasa inakuja ile ya diwani ile kuja kama kuwasalimia vijana wangu. Naita nini vijana Sasa vijana hawezi kuja hivi vitu na basha zenu umetoa. Nashukuru Mungu sana kwa kutoa hizo basha. Nishukuru sana Wakristo wenzangu kwa kutoa hizi. Vijana wetu tukiwalea katika hali kama hiyo, tunatengeneza taifa jema ambalo lina hofu ya Mungu. Tusipofanya hivi, wasipoona upendo wetu wazazi, hawawezi kuelewa nini tunachofanya mbele. Basi nisiwapotezee muda sana. Itoshe kusema niwashukuru sana. Nimshukuru sana Mungu wetu wa mbinguni kwa ibada hii nzuri yenye upako ndani yake na baraka nyingi teletele. Niwashukuru na nyinyi waandishi wa habari, maana waliniuliza utakuwa wapi leo? Nikamwambia naanza kwa mshukuru. Hapo tukitoka tunaanza tukaanza kwenye ile kanisa lingine ambalo nalo nilikuwa nimepanga kwenda, wale ibada zao zinakuwa ndefu sana. Nitawakuta tu. Na kwa uwezo wa Mungu naomba muende kuniombea. Lakini mimi nawaombea sana na kanisa liko njiani na mimi ndio diwani wenu. Niiteni wakati wote, tushirikishane, niombee na waombea. Mungu awabariki sana. Kama kuna mtu anasema kesho ametii. Shukuru sana kwa sadaka hiyo ambayo tutapokea kesho. Mungu akuongeze baraka yako. Amen. Asante sana. Asante mheshimiwa. Asante sana. Kwa niaba ya kanisa nishukuru. Sio jamani? Makofi matatu mengi.